Wakuu, kama kawaida leo kipindi chetu bana tutakifanyia tukiwa hapa juu ya ghorofa, lakini tunajaribu kuonesha majanga yaliyotokea. Of course ni majanga ambayo yametokea maeneo mengi sana Tanzania na nchi za wenzetu. Tumeona kabisa Sri Lanka, Malaysia, wapi karibia asilimia kubwa nchi za Asia pia zimekumbwa na hii kitu. Anyway, point yangu kubwa ni nataka niongee kwa wakulima wa nyanya. Na wakulima wa nyanya, poleni. Maana mimi nafahamu nyanya utoka unaihudumia mpaka inakuwa kubwa, unachuma matunda, ni pesa nyingi unakuwa umeweka. Ni hasara kubwa kwa unasema hii kwetu ni mbaya sana. Kitu kimoja ambacho kinakuonesha kwamba kweli wewe ni strong ni pale ambapo matatizo kama yanatokea. Jinsi gani unaweza kuyakabili. Huu ni muda pia wa kujua kama upo weak au upo strong. Muda ambao unatakiwa uwe imara zaidi ni ule muda ambao unapata changamoto, ustadi, changamoto imetokea wapi ili uweze kuifanyia kazi next time, isikurudie tena. Yes, hicho ni kitu cha msingi. Sasa hapa kwetu of course hichi kitu kimetokea. Tunajifunza kwamba ni nini kifanyike next time, kwa sababu hili ni janga tayari, lakini hatukatishi tamaa wala haitoi kwenye reli. Zaidi inatu improve, inatuimarisha, tunakuwa more strong kuliko tulivyokuwa mara kwanza. Hii kitu ina effect gani kwenye soko la nyanya? Kwanza nyanya itapanda bei mno, kwa sababu asilimia kubwa wakulima wengi wanalima mabondeni. Wanaolima juu ni mashamba ni machache. Na juu nadhani ndio watu wamejenga nyumba, wamefanya nini? Kwa unakuta mabondeni ndio maeneo mengi ambao watu wengi wanalima. Kwa kinachokuja kutokea ambacho tuna expect ni bei ya nyanya kuwa kubwa, especially mwezi wa 4, wa 5, wa 6. Mpaka nyanya ianze kama haya maji of course yanaachia. Ni ndani ya wiki 2-3 yanaachia kama hivi. Of course mtaweza kaendelea kunali. Sasa mpaka uje kukutana na hiyo bei, mwisho wa siku unakuta ushachelewa. Kwa hiyo watu ambao wana mashamba ya juu, hii ni fursa kwenu. Kama ulipanda nyanya kidogo, ongeza shamba liwe kubwa. Yaani bei ya nyanya itakuwa nzuri sana. Kwa sisi ambao tumepata majanga nitakiwa tujipange next time tufanye vizuri zaidi. Ila ndio ishatokea, lakini haitakiwi tukate tamaa, inatakiwa tuimarishe, tuendelee kuwa bora zaidi na zaidi. Yeah. Rafiki yangu ananiambia bana, mimi nyanya yangu iliyotoka hapa shambani na ishuhudia inaelea. Yaani yenyewe tu peke yake inaelea kabla ya makata, kama sijachuma inatosha gari mbili. Na kwa hii bei ya nyanya nikisema Mungu wangu, mwanangu hiyo silikuwa ni milioni 10. Sasa ni milioni 10 mchumo mmoja, nikichuma michumo yote. Kwa jamaa alikuwa ana expect kupata pesa nyingi sana, lakini hali ndio hii hapa. Of course tunapanga na Mungu pia anapanga. Kwa ni kitu kimetokea, lakini haitakiwi ukate tamaa. Kwa wewe mkulima ambaye unaangalia na umpata majanga kama haya hapa, usikate tamaa. Hii inatakiwa ikuimarishe. Unakuja kivingine na ikupe hasira kufanya vizuri next season. Yeah. Kili Mwarisi hapa. Soma caption, make sure una join kwenye group. Asante.